Ahlan wasalan, mpenzi msikilizaji popote mlipo, na karibu tena katika kipindi hiki chetu cha tujifunze Kiswahili. Leo ikiwa nenda kutazama umuhimu au dhima ya fasihi. Karibuni. Kwanza kabisa ni kuwa fasihi ni kitambulisho cha jamii za binadamu, kwamba fasihi hufungamana na miktadha fulani ya kiuchumi, kijiografia na kitamaduni. Kwa hivyo dhima mojawapo au kazi mojawapo ya fasihi ni kusawiri hali ya binadamu, mazingira anamoishi, mahusiano na mtaguzano wake na watu, hisia, imani na mitazamo ya watu katika jamii. Hayo wasilishwa kupitia kwa tanzu na vipera vya fasihi kama vile methali. Nitawapa mfano ya methali, mpenzi mwanafunzi, waweza kutumia methali kama vile mke ni nguo, mgomba ni kupalilia. Methali hii inaonyesha imani ya jamii husika ambayo humchukulia mwanamke kama kiumbe anayestahili kutunzwa na kwamba akivishwa vizuri atakuwa mrembo. Mke anafananishwa na mgomba ambao ukipaliliwa utanawiri na kuzaa ndizi nzuri. Umuhimu wa pili ni kuwa fasihi hueneza itikadi zinazotawala jamii husika. Kwa msingi hii inaweza sema kuwa methali na vitendawili ni mifano ya semi ambazo hutumiwa kutilia nguvu itikadi fulani kwa kuzipitisha kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Fasihi pia inaweza kupinga itikadi zinazotawala, ikachukua msimamo wa kuwatetea wanyonge. Mfano nzuri ni kuwa vipera vya fasihi kama vile nyimbo hutumiwa kueneza propaganda za kisiasa na kupinga utawala dhalimu. Tatu ni kwamba fasihi hupumzisha au huburudisha na pia huliwaza. Mfano nzuri, mpenzi mwanafunzi, ni kwamba ukitazama nyimbo za kazi huweza kutumika kusaidia kupunguza hisia za uchovu. Aidha, usomaji wa riwaya, tamthilia na mashairi hupumzisha akili na kuliwaza. Vivyo hivyo, watu wanapotazama michezo ya kuigiza huchangamka na kujisaulisha kwa muda matatizo yao. Nne ni kwamba fasihi huelimisha. Fasihi huhifadhi na kurithisha maarifa au elimu ya jamii. Fasimulizi na andishi huhifadhi maarifa ya kijamii na kuyapitisha kutoka kizazi kimoja hadi kingine kupitia kwa tungo kama vile nyimbo na vitabu kama vile riwaya au shairi, tamthilia na hadithi fupi. Maarifa hupitishwa kwa wanajamii. Amali za jamii kama vile mila, imani na historia, na sherehe za kijadi kama vile jando, matambiko, ibada na sherehe za kutawazwa huhifadhiwa katika tanzu na vipera vya fasihi simulizi na andishi na kupitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Tano, mpenzi mwanafunzi, kwamba fasihi hukuza lugha. Lugha ndiyo malighafi ya fasihi kama tulivyosema awali. Kila fanani basi au mwandishi ana upekee wake wa matumizi ya lugha. Kadri lugha inavyotumiwa na fanani na waandishi mbalimbali, ndivyo navyo inavyofinyangwa upya na kupevuka, na hivyo matumizi yake kupanuka. Hali kadhalika, misimu inapokubalika kama semi katika lugha hukuza lugha kwa kuiongezea msamiati. Maneno yaliyokuwepo katika lugha hupewa maana mpya. Sita ni kwamba fasihi hufikirisha. Binadamu hujenga tabia ya kudadisi na kutafakari kuhusu masuala yanayomkumba. Katika kusoma kwa makini na hata kuhakiki kazi za fasihi kama vile riwaya, hadithi fupi na tamthilia pamoja na tanzu za fasihi, simulizi za ngano, semi na vipera vyake, binadamu huimarisha mazoea ya kusoma na kuchunguza makala mbalimbali. Aidha, mtu hupanua mawazo yake na kuweza kutathmini mambo kwa mtazamo mbalimbali. Saba, mpenzi mwanafunzi, ni kwamba fasihi huadilisha. Napoongea kuhusu kuadilisha tunazungumzia maadili, ile moral values. Kwa msingi hiyo tunasema kwamba fasihi hufunza tabia njema inayokubalika na jamii. Huwaza jamii dhidi ya matendo hasi na kudumisha mwingiliano mema pamoja na hulka zinazokubalika. Methali nyingi kwa mfano huonya dhidi ya matendo maovu kwa nia ya kukuza maadili. 8 ni kwamba fasihi huunganisha na kuibua hisia za kizalendo au utaifa. Yaani fasihi hutumika kama ugo ya kuunganisha watu katika taifa fulani. Kupitia kwa nyimbo za kisiasa kama vile wimbo wa taifa kwa mfano, na jamii huhamasishwa kuungana pamoja na kuitetea na kuijenga nchi yao. 9 ni kwamba fasihi huhifadhi historia ya jamii. Hapa tutasema kuwa tanzu kama vile visakale na visasili hueleza historia au asili ya jamii na mambo au vitu vinavyopatikana katika jamii hiyo. Tanzu za fasihi andishi pia huhifadhi historia ya jamii kimaandishi.
Mfano nzuri ni ile tamthilia ya Kinjeketile Ngwale. Mfano nzuri ni ile tamthilia ya Kinjeketile ambayo hifadhi ya vita ya Majimaji nchini Tanzania mwaka 1905 hadi mwaka 1907 na hali ilivyokuwa chini ya utawala wa Kijerumani. Mwisho, mpenzi mwanafunzi, ni kwamba fasihi huweza kupumbaza, fasihi hupumbaza. Fasihi bora ni ile inaathiri hisia za binadamu. Fasihi huweza kuchekesha na kutuliza wakati mmoja. Watu wanapotazama au kusoma kazi fulani ya fasihi huathirika na hata wakalia. Tumefika mwisho wa kipindi chetu cha leo. Tumai kwamba umeelimika pakubwa. Kwaheri kwa sasa, tuonane katika kipindi kijacho. Ni wenu Mr. Dogelo Inogelo.